Ni kama Kenya haina uhuru. Hii Kenya hii atusipoenda kuimba kwaya na kusifu president, atoe ni mtu mbaya. Hiyo mimi sitakubali. Kwa sababu niko na mdomo na niko na freedom ya kuongea. As long as Wakenya wako na matatizo, mimi nitaongea hiyo matatizo ambayo Wakenya wako na. Maana nimepewa platform. Hii platform ambayo nimepewa na Kenya is a privilege. So it's my right. But as long as wamenipa hiyo privilege, nitaitumia vizuri sana. Nitaongea. Maana kuna shida kama CBC iko na issue, mimi nitasema. Kama SHA iko na issue, mimi nitasema. Kama watoto wetu kwenda Haiti kwenda kufia kule na makosa, mimi nitasema. Kama pesa ya ugatuzi haikuje, mimi nitasema. Kama kuna watu ambao wana misadvise the president, mimi nitasema. Wengine hawajachaguliwa lakini wako na mdomo mrefu sana. Hata wajumbe, MPs, ministers wanaogopa. Au pia wanataka mimi niwaogope. Mwanaume anazaliwa mara moja, mwanaume anakufa mara moja. You cannot live in fear forever. Can the president just govern Kenya kutumia katiba? Asikuwe insecure kwamba na still what fear in people, so that you can govern them. You can just govern democratically. Watu ongee vile wanataka and you still be fine. Sema nitaongea, najua atatuma watu kunikujia, labda watakuja kuua mimi. Mr. President, I don't care. You can even kill me today. Mimi sijali. Bado wewe niue, usiniue, I'll still die. So mimi nitaongea tu. Na mimi I've always spoken. Hata ukiuza kina Matiang'i wakote wakati nilikuwa RC, I always spoke my mind. Nilikuwa naongea na wanajua mbona wako ni harass. President Uhuru mwenyewe nilikuwa namwambia Your Excellency, hapa tumefanya hivi kama Rift Valley, na anasikiliza na anafuata na anakubali. And we made a lot of progress. Sasa kusema kwamba you have got opinion over everything, ile mwenye anatifa na wewe na maharass. Bila wanapanga tu harassment na hii wajinga ya Trans Nzoia wanajifanya viongozi kuja kusema propaganda hapa kwa sababu wana set stage atu waweke platform. Sasa nikuja nikuwe harassed. It's completely useless ajana ambayo kusaidia mtu. Lakini utawala wa Kenya kiendelea namna hii, wajue kama kutoka na mabadiliko 2027. We're just giving them feedback. Wakitaka kusikia wasikie, kama wataka kusikia shauri yao, but we mean well. Kama kuna shimo mbele, mtu akikwambia kuna shimo, usema anakukosea. Rafiki yako anakuambia hakuna shimo, wewe ndio unaingia kwa shimo. Adui yako anakuambia bwana kuna shimo, kutoka kwa hiyo shimo, nani atakuwa amekusaidia? The person you consider to be an enemy. And some of us are like maadui, actually at the end of the day wanaona kumbe we mean well. More than those people wanaenda kuwadanganya na kusema fanya finya wa Kenya, au ongeza tax au fanya hivi. Hii vita wananipiga yote mambo ya Luhya Unity number 1, then number 2 mambo ya Mau Forest. Ile ndio kwa Mau Forest wanaamini kwamba mimi nilitoa watu wao kwa msitu. Na mimi nawaambia nyinyi mko kwa serikali, kama natembea alifanya makosa, simrudishe watu wenu kwa hiyo msitu. Take them back. Kama mimi nilifanya